yote yale yalikuwa yanatokea pale, wala nilikuwa sijui kama kuna mtu ananirekodi, wala mimi nilikuwa sijui kile ninachokifanya pale nimekuja kukiona kwenye clip watu wananitumia. Alafu mimi mwenyewe nikafika mahali nimekaa, jamani, hivi kweli nimefanya kitu cha namna hii kweli jamani? Wajua nilifika mahali nikajilaumu sana. Hivi sikuwa nimelewa, yani nilikuwa na akili zangu timamu kabisa, lakini hivi kumbe nimefanya hivi. Alafu kumbe nilikuwa narekodiwa. Nilikuwa siamini kabisa kwa kweli. Na kimetembea? Ndio nasikia hivyo kwamba kimetembea sana. Na hiyo inadhihirisha baada ya watu kuwa wananipigia sana simu, wananitumia hivyo kipande na vitu kama ndio mimi yani jambo ndio limekuwa hivi. Lakini inaonekana ulimpenda sana huyo binti. Kwa kweli. Mpaka unashindwa kumtoa moyoni, kumsahau. Kwa kweli nilimpenda sana, sio kidogo. Yani hata hapa tunapoongea na wewe, ninapokuwa naigusa hii story, bado namkumbuka sana ule binti. Kwa kweli ni binti ambayo nilimpenda sana. Na nilimpenda kwa mambo mengi, kwa sababu kila nilivyokuwa naangalia akili zake zilivyo, nikajua huyu tutakuja kusaidiana kwenye maisha. Kwa ni mtu ambaye nilikuwa nimemweka sana kwenye moyo wangu. Nilimpenda sana, sikufichi kijana. Sana, zaidi yaka sana kabisa. Kama sasa hivi akikuomba msamaha rejeo, uko tayari kumsamehe? Kama una kwa nyimbo, kama unamkataa usinisogelee, utaki akusogelee kabisa. Sijui nikwambiaje kijana. Yani kama unavyoona nilivyokuwa nimeimba kwenye ile nyimbo, kwa kweli ndivyo ambavyo sihitaji hata kuiona, sio sura yake, kuisikia harufu yake tu sitaki kuisikia. Kwa sababu naamini kabisa. Kwa sababu naamini kabisa kwamba kwanza sijui kitu gani kitatunishawishi mpaka niamini kwamba huyu anaweza akawa mtu tena. Maana mimi naamini kabisa kwamba yani kuna wakati mwingine naamini kama ulikuwa ni mzimu tu. Kabisa. Utamani hata asogee tena. Kabisa. Sitamani kabisa hata kusogea. Kabisa. Utakaribia atakutia umaskini zaidi. Yani siwezi kabisa, kwa sababu yeye ndo amenifikisha hapa nilipo. Alinikuta na maisha yangu, ingawa yalikuwa sio mazuri sana, lakini yalikuwa maisha ya kawaida. Nilikuwa na nyumba zangu hizo, nilikuwa na usafiri wangu, gari langu la kutembelea. Lakini leo nimebaki na kinyumba kimoja ndicho ninachoishi, na sina usafiri, napanda madaladala tu. Ndio maisha yangu nilokuwa nayo.